wayasalunaka an dhilqarnaini, ndipo hapa kiswa chetu cha Dhulqarnaini kitakapoanza kwa suala fupi na suala basit. Ni nani Dhulqarnaini? Huyu Dhulqarnaini ni mtu aina gani? بسم الله الرحمن الرحيم. Endelea kukichambua na kukifafanua kisa kilichotajwa katika Al-Qur'anul Karim, kisa maarufu ambacho kimejaa ndani yake mafunzo na kimejaa hikma na busara katika kila nyanja za mwanadamu, katika dini yake na katika maisha yake ya kidunia. Katika kipindi kilichotangulia tuliweza wa kweli, na akishindwa kuyajibu, huyo ni mrongo, na itakuwa uamuzi ni juu yenu, kwa sababu haya masuala pamoja na majibu yake hakuna anayejua ila atakayepata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akishindwa kuyajibu masuala haya, basi huyo atakuwa si nabii wa kweli, ni mtu wa kupiga porojo almutakawil, na nyinyi mtaangalia uamuzi mtakao chukua. Baada hapo Makureishi wakamuita Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamwambia, ya Muhammad, tunataka kukuuliza masuala matatu, ukitujibu basi wewe ni mtume wa kweli. Wakamuuliza swala la kwanza, ni mtu gani ambaye tafa al-mashriq wal-maghrib? Ni swala la pili, wakamuuliza kuna vijana ambao walipotea minadahri katika hapa duniani
muda mrefu wakakosekana habari zao, wakatafutwa na watu hawaku arruh. Na nini asli ya arruh? Kwa hivyo Muhammad, ikiwa utatujibu haya masuala, basi wewe utakuwa ni nabii wa kweli, na sisi tutakuwa ni wenye kuchukua uamuzi wa kukufuata au kuacha kukufuata. Lakini lengo la Makureishi ilikuwa ashindwe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuyajibu haya masuala ambao ni taajizia. Atakaposhindwa, basi wao watakuwa na hujja ya kuambia watu katika mji wa Makka kuwa ikiwa Muhammad ameshindwa kuyajibu haya masuala matatu, basi msimfuate. Baada ya kuulizwa masuala haya, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama akajibu. Na namna ya kujibu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan, nitawapa jawabu kwa masuala yote matatu mulioniuliza kesho. Kwa nini alisema kesho? Kwa sababu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama, jambo lolote ambalo ataulizwa na Makureishi au ataulizwa na mtu yoyote, ikiwa hajapata wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa hajibu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akamwambia, saujibukum bima sa'altum anhu ghadan, mimi nitawajibu kesho. Angalia ndugu mtazamaji, katika jawabu la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna fiqhi ya aqida lazima tujifunze. Nao ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema nitawajibu kesho. Kwa kuacha kuwajibu kwa kusema nitawajibu kesho, wala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama wanavyosema ulamai wa tafsir, walam yastathni, wala hakusema insha Allah. Kwa kuacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au kwa kusahau kusema insha Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, akamrekebisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa haifai pindi unaposema kesho insha Allah nitafanya jambo fulani, bila kusema neno insha Allah, unakuwa katika hali ya wasiwasi na pengine jambo lako lisiweze kufanikiwa kwa sababu ya kutosema insha Allah. Sasa Mtume sallallahu alayhi Jambo la pili ni kuwa Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anania kusema insha Allah pindi jambo lile litakapotimia, aseme jambo hili na maajabu haya nimeyapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ma sha Allahu kana, alilotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala limekuwa. Sasa Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuchelewesha kusema ma sha Allahu kana au kwa kusahau kwa kusema insha Allah, ikawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamcheleweshea jawabu Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hapo hapo akamjibia Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumrekebisha. Na hapa huenda pengine mtu atasema, huwaje nabii wa Allahu jalla jalaluhu awe ni mwenye kusahau kusema insha Allah? Lakini katika surati hii ya Al-Kahfi utaona kuna kisa kingine katika kujibiwa Makureishi, na katika visa kingine cha Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam katika ile safari baina ya abdun min ibadillahi Khidri alayhi salatu wassalam na Musa alayhi salatu wassalam. Ikawa Musa anamuuliza suala, kisha anamwambia
la tuakhidhni bima nasitu, usinichukulie kwa nilichosahau. Kwa hivyo manabii huenda wakawa ni wenye kusahau, au wakawa wanatarajia lile jambo kufanyika, kisha baada yake wawe ni wenye kusema linalotakikana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamrekebisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah, usiseme mimi kwa kitu chochote, fa'ilun dhalika ghadan, nitafanya jambo fulani kesho, kesho nitawajibu, illa an yasha Allah, illa bimashiati llahi, au useme masha Allah au insha Allah. Amesema Imamu Al-Baghawi katika tafsiri Maalim at-Tanzil, wadhalika anna ahla al-kitab, na aya hii imeteremka kwa sababu watu waliopewa kitabu saaluhu, walimuuliza, kisha baada yake Makureishi nao wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala ukhbirukum ghadan walam yaqul insha Allah, akawambia nitawajibu kesho, na wala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakusema insha Allah. Kwa kuwa hakusema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam insha Allah, kwa kuwa yeye amesahau, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia wadhkuru rabbaka idha nasita, na utakapo kuwa wewe umesahau kwa kusema insha Allah, mtaje Mola wako kwa kusema insha Allah, kwa sababu umesahau, na mtu anaposahau huwa hapati dhambi. Thumma ba'da dhalika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalikubali suala la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kusahau, na hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam imma alipokumbuka alisema insha Allah, au ilipoteremka hii aya akasema insha Allah. Famakatha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabaki, akaendelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kungojea wahi, na Makureishi nao wakingojea jawabu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikaja siku ya kwanza, siku ya pili, rehekea ushindi kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameulizwa masuala matatu, na mpaka leo ni siku ya 10 hajatoa jawabu. Ikaingia siku ya 11, ikaingia siku ya 12, mji wa Makka na vitongoji valia nguo na kulipapia na kulitangaza kwamba sisi tumeshinda, tumemuuliza Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam masuala matatu na ameshindwa kuyajibu. Angalieni leo ni siku ya 10, angalieni leo ni 12, leo ni 13, leo ni 14. Mji wa Makka ukawa unatetemeka. Mji wa Makka unatetemeka kwa sababu ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema nitawajibu kesho, lakini kwa kutosema insha Allah jawabu likachelewa mpaka ikafika wiki 2, hizo ni siku 14. Ikafika tena siku ya 15, mji wa Makka watu wanasema waadana Muhammadan ghadan, hakika Muhammad ametuambia atatupa majawabu kesho, wal yaum, na leo 15, leo ni siku ya 15. Qad asbahna fiha la yukhbiruna bi shay'in, leo siku ya 15 wala hakuna habari yoyote wala jawabu lote ambalo tumepata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye amekuwa ni mwenye kunyamaza. Mtume akahuzunika sana, masahaba ridwanullahi ta'ala kahuzunika,
akawa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiasi fulani akawa ni mwenye kujitenga na hadhara za watu, na kiasi fulani akawa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawapa watu wake moyo, anawapa watu wake morali kuwa insha Allah Jibril alayhi salatu wassalam iko siku moja atateremka na wahi. Hakika siku moja Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kutupa jawabu. Ndugu mtazamaji, tumejua hikma ya kwanza ya Allahu jalla jalaluhu kuchelewesha jawabu, nao ni ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kusahau kusema insha Allah. Hikma ya pili ni kuwa ikiwa kuna watu wana hamu ya jambo lili ni kubwa, mfano wake labda kesho ni fainali ya mpira, au kesho ni fainali ya musabaka wal Qur'an, kesho kunatokea resulti, wale watu wanakuwa na hamu ya kutaka kujua zile result za mipira, result za mitihani, result za matokeo. Almuhimu ni result. Au mtu ana jambo la harusi, ana hamu ya ile tarehe ya jambo lile. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalifanya kusudi kwa hikima yake kuwa hawa Makureishi walitangaze wao wenyewe kuwa siku ya 15 mpaka leo Muhammad ambaye anadai kwamba yeye ni mtume hajatujibu. Kwa hivyo watu wote katika mji wa Makka na watu wote katika vitongoji vya Makka walikuwa wana hamu na tangazo la jawabu litakuwa ni lini. Ikawa kuchelewa jawabu hili ambalo litawafanya Makureishi waweze kuvutika siku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakuwa ni mwenye kuletea wahi, siku ambayo Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakuwa ni mwenye kutangaza kuwa majibu yenu ya masala matatu kuhusu wale vijana ambao waliingia katika pango kwa muda mrefu, wakakosekana habari zao, wakakimbia watu wao ambao walikuwa ni mushrikin, wakajificha katika pango kwa sababu wao walikuwa katika ashabul kahfi na walikuwa katika misimamo ya aqida iliyo sahihi ya la ilaha illa Allah. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwajibu kuhusu wale vijana, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, je, ewe Muhammad wanadhaniaje anna ashabal kahfi, kwamba wale watu walioingia katika al-kahfi, warraqimi na wale walikuwa wakiandika, kanu min ayatina ajaba, walikuwa ni katika miongoni mwa ishara na alama za Allahu jalla jalaluhu za kustaajabisha. Suala la kwanza likajibiwa. Suala la pili, akateremsha tena aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kahfi, wayasalunaka an dhil qarnaini qul saatlu alaykum minhu dhikra, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu dhul qarnaini, qul, sema ewe Muhammad, saatlu alaykum minhu dhikra, hakika mimi nitawasimulieni kuhusu dhul qarnaini minhu dhikra, utajo wake na habari zake kwa ufupi. Jawabu hili likajibiwa suala la pili, na ndio kisa chetu ambacho tutakuwa tuenye kuzungumzia aya ambazo zinazungumzia wayasalunaka an dhil qarnain. Ama jawabu la tatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjibia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wayasalunaka anir ruhi, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu roho, quli ruhu min amri rabbi, hakika hili suala la roho
lipo katika ilmu na ujuzi na amri ya Allahu jalla jalaluhu, wama utitum min alilmi illa qalila, wala nyinyi hamujapewa ilmu ya kila kitu, bali ilmu yenu enyi wanadamu ni ilmu chache. Majawabu haya matatu yakawa ni yenye kujibiwa na Allahu jalla jalaluhu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akayajalia majawabu haya yapo katika Qur'ani, kuanzia ilipoteremka katika mji wa Makka mpaka ila yaum alqiyama. Watu watakuwa wakisoma an ashabil kahfi, vile vile wakisoma na kuelezana an dhil qarnaini, na vile vile wakiulizana na kusomeshana wayasalunaka ani ruhi. Ikawa haya ni majawabu ambayo Allahu jalla jalaluhu anamjibia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Matokeo ni kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameshinda. Matokeo ni kuwa Makureishi yale masuala yao waliotarajia yatakuwa yenye kumshinda mtume asiwezi kuyajibu, matokeo yake yawe ni yenye kufeli. Akawa Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewapa majawabu ya kutosheleza kwa kina na urefu, ijapokuwa Makureishi walisimama msimamo kuwa hata ukiwa umetujibu sawasawa bado hatukuamini. Ndugu mtazamaji, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemjibia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam masuala mengi sana. La baada ya Allahu jalla jalaluhu kumjibia. Ukisoma Qur'ani utaona katika sehemu tofauti, mara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wayasalunaka madha yunfiquna, wanakuuliza wewe Muhammad watoe nini, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analeta jawabu. Wayasalunaka anil yatama, wanakuuliza kuhusu mayatima. Wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu hedhi. Wayasalunaka anir ruhi, wanakuuliza kuhusu roho. Wayasalunaka an dhil qarnaini, wanakuuliza kuhusu dhul qarnaini. Wayasalunaka anil jibali, wanakuuliza kuhusu majabali. Lakini dhambi zake ni kubwa kuliko manufaa. Wayasalunaka, wanakuuliza tena Muhammad, madha yunfiquna, watoe nini? Qulil afwa, sema msamaha. Ndugu mtazamaji, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafikisha meseji yake, akafikisha ujumbe. Watu wote katika mji wa Makka wakawa ni wenye kupata habari kwa yale masuala aliyoulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yote yamejibiwa. Hakuna hata suala moja ambalo limeachwa. Sasa uamuzi ni wenu, imamu muamini au mumkatae Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayasalunaka an dhil qarnain, hili ndilo kubwa tutakalolizungumzia kuhusu dhul qarnain. Allahu jalla jalaluhu katika suala la kuwajibu Makureishi, wayasalunaka an dhil qarnain, wanakuuliza wewe kuhusu dhul qarnain. Qul, sema ewe Muhammad, saatlu minhu dhikra, hakika mimi nitawasimulieni katika habari
zinazomhusu Dhulqarnain kwa uchache mno, tena kwa ufupi sana. Sio habari zote wala sio yote yaliyotokea wakati wa Dhulqarnaini nitawasimulieni, bali nitawapa habari chache tena fupi, tena zile nukta ambazo zitakuwa ni zenye kuwahusu nyinyi na maisha yenu na manufaa yenu katika hii dunia, na vile vile namna ya kupeleka dini yenu na utawala wenu na kuwasaidia wanyonge na kueneza tauhid na kuondoa ushirikina katika hii dunia. Hichi ni kisa cha Dhulqarnaini. Anajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena anajibu mbele hadhara, tena anajibu kwa ushindani na ubishi na ukaidi wa Makureshi. Allahu jalla jalaluhu anamjibia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume wake, bashiran wa nadhira rahmatan lilalamin, ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema, sanuqri'uka fala tansa, tutakusomea hii Qur'ani wala utasahau. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsifu tena mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa yeye Allahu jalla jalaluhu atampa mpaka aridhike, na akaridhika na jawabu hili, wayasalunaka an Dhulqarnaini. Ndipo hapa kisa chetu cha Dhulqarnaini kitakapoanza kwa suala fupi na suala basit. Ni nani Dhulqarnaini? Huyu Dhulqarnaini ni mtu aina gani? Majawabu ya suala hili na maelezo ya nani Dhulqarnaini ni kipindi kitakachofuatia. Wajazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.